into heaven by the word that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. And the sons of the prophets who were there at Bethel came forth to Elisha, and said unto him, knowest thou that the Lord will take away the master from thy lead today? And Elisha, and he said, yeah, I know it, but hold ye your peace. For Elijah said unto him, Elisha, tarry here. This is the second time now. I pray thee, for the Lord hath, for the Lord has sent me to Jericho. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. And the sons of prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And answered, yeah, I know it. Hold ye peace. And Elijah said unto him, tarry, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will never leave thee. And they two went on. And 50 men of the sons of the prophets went, and stood to view afar off, and the two stood at by Jordan. And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the water, and they were divided, Aya and thither, so that they two went over on dry ground. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto him, Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Let thy double portion of thy spirit be upon me. Wacha sehemu mara mbili ya upako wako uwe juu yangu. Let us pray. Father, we thank you for this chance that you have granted me, that you may speak to us. Lord, I pray that your will may be done. Holy Spirit of God, influence us, oh God. Take the wheel. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. We are going to talk about the anointing transition. Asante. Nikumbushe siku moja nilirekodi video. Nilikuwa napika chai ya nazi. Wakati nilirekodi video tukamaliza kupika chai kaiva, tukitaka kuangalia video tumefanya nini, tukapata tu kwa tunarekodi na chai imeiva. It is wonderful. Now, anointing transition. Anointing transition. Au kugawa upako. Ni vipi unaweza kupata upako? One thing I would like us to know, what is anointing? What do you know about anointing? What kind of thing is that? Is it spiritual or physical? Yes. Anointing is a spiritual transition of power that manifests physically.
Upako ni kitu cha kiroho ambacho kinapatianwa kiroho lakini kinaonekana kwa uinje. Hallelujah. And I pray that you may cope with me because I'm going to teach very shortly. So anointing is a spiritual thing. Ni jambo la kiroho ambalo linafanyika. And Bible is talking about the Elijah, his prophet, the mighty prophet of God, who is Elijah. And Elijah operated and walked with God in many occasions. And it reached a point when he slew 450 Baal prophets, false prophets. He killed them. He performed many miracles. He was known to be a mighty prophet. I don't know whether we have mighty prophets in our country. We have only one, doctor. But why call him doctor? One prophet, si title kubwa. Anyway, we have Dr. Elijah, who was the mighty prophet by then. He slew 400, yani alikuwa yeye ndio mwisho wa manabii feki. Aliwaambia, let us call God. Let us know who is the real God. Let us know who is the powerful God. And that is the only thing, as a man of God, as a servant of God, you can challenge demons. You can challenge Satans. You can challenge false or fake people that are called by God. You can tell them, let us know who is God, who is the real God. You can challenge them. If you trust your God, if you believe in your God, and if you know your God. Remember, Bible tells us, for those who know their God will do mighty and exploits. Exploits are things that mighty blows the minds of people. Hallelujah. So this was the story. This is the story of Elijah. He was a mighty prophet. He reached a point he felt like giving up. After killing 450 prophets, he felt like, no, I have given up. I need to die. Just because he was scared by a woman who was not even a king, Jezebel. Was the wife of the king, Ahab. Hallelujah. And he felt like, no, I will not control. I am anointed. Sometimes when you are anointed, you never know that you are anointed. Hallelujah. When you are anointed, you might not know your impact. But people surrounding you knows who you are. Anointing is noticed by men around you, not you. When you become anointed, people will notice there is something extraordinary with this man. But you will never know, it will take you time. Hallelujah. So, anointing, when it comes spiritually, when it is installed in your heart, it will begin to manifest outwardly. And people will notice there is something special with this man. This man is not faking. This is a true man of God. Remember, you can fake. When you fake it, you know that you are faking it. And you can account every miracle you perform because it is staged. Hallelujah. Ni kama ukianza kubarikiwa. So mostly you never know. But people around you admire to be with you. Admire to become who you are. Remember, people will admire what you have, not you. Again, I repeat. People admire what you are, not who you are. And if they can manage to take what you have from you, they will never even call you. They will never remember you. Hallelujah. If you want to know, just recall the rich man after going bankrupt. What happens? Wakati uko na mali, wakati umefilisika, what happens? Kila mtu hata mandege wanakucheka juu ya mti. But when you have impact, they come for impact. They don't come for you. When you are healthy, they come for your good look, not you.
When you have good words, they come for advice, not for you. And if you can manage to give them what you have without reaching even coming to you, they will be very happy. Hallelujah. It is the same way when God blesses us, sometimes we run from Him. Why? Because the intention was not God was blessings. The intention was what God can offer. Nilikuwa naambia wasichana wengine, wewe unaona wanaume ukipita wanakukimbilia. Wanakuita, yani ukipita you are the top of the city. Thinking that you are beautiful. Those guys are not after you, they are after something. And if you can manage to send it through a Wi-Fi Bluetooth, they will never even call you. Hallelujah. They are after something. Let me tell you, hakuna mtu upenda mwingine ikiwa hakuna kitu anataka kwake. Siwe danganya. Tunapenda Mungu kwa sababu alituahidi something. Alituahidi uzima wa milele. There is a promise that keeps us loving God. When we were electing our current sitting president, he promised us something. That's why we loved him. Whatever did not promise us, we never loved him. We never voted him. Hallelujah. Tunaenda pole pamoja. So Elijah amefika mahali akakuwa depressed. Huyu jamaa kwa nini lakini haoni impact ya 450 prophets ameua. Haoni ya kwamba huyu mwanamke ni kitu kidogo. This kind of power that kills 450 prophets. Kumbuka every prophet has followers. Ambia mtu kila nabii ana wafuasi. Hata kama ni wa uongo, hata kama ni ukweli, ana wafuasi. Wewe uko nao? Kila mshirika pia hapa ana wafuasi. That's why kuna mshirika tuking'oa anang'oka na mizizi. Kuna mshirika akimaliza kanisani mwakaka na mizizi. Ahidi peke yake. Anasema like devil. Nitachomeka na magoji ya watu. I will never accept defeat. Those are people who do not accept defeat. May you never accept defeat. Hallelujah. So this guy was anointed, but at a point, he reached at a point of giving up. I've come to talk to you. You are about to give up. You are about to give up on what you are doing, on life, on salvation, on marriage. Everybody comes to that point, and everybody has the lowest moments in life. Hallelujah. Kila mtu hufika mahali akatamani ku give up. Kila mtu. Everybody. I remember post-election 2017. When Ruto narrated a story when he almost slapped Uhuru Kenyatta because he wanted to surrender the presidency. Hallelujah. Akamwambia hiki kitu hatuwezi kuachia. I remember Kibaki era after post-election violence. Kibaki wanted also to give up. Lakini bibi yake akamwambia hapana, hiki kitu hatuachii. So everybody feels like giving up. Sio wewe peke yako. Ona hiyo kitu unataka kukata tamaa. Kila mtu hufikia hiyo point kwa sehemu yake na kwa mambo yake. Now ni ku press on. Hallelujah. Knowing you are not God's last born. Whenever you give up, God will raise another man. Elijah said, God, I am the only prophet remaining on earth. Well, I want to die. That was part of his pride. Everybody has his side of pride. Hallelujah. Kila mtu kuna hako kiburi cha kuona mahali huko ukitoka hakuna mtu atashikilia. Ni kama mwanamke akitaka kuacha ndoa, huwa anaacha na laani huyo mwanaume sana. Anamwambia hutaipata mzuri kama mimi. Who told you are good? Hallelujah.
Hata mfanyikazi akiajiriwa mahali, huwa anafikiria akiacha kazi, hiyo kampuni itafilisika. You will feel my impact. Mtaona. Alafu akienda kazi, hiyo ni kamchawi sasa. Anaenda kuangalia hiyo kampuni inaendelea aje. Anakuwa anauliza, mnaendelea aje? Haleluya. Msinyamaze kama mjengipata kwa hiyo mix. Unajua kuna mtu anaulizianga venye anaendelea jumliachana. Kuna kitu hata kama ni kazi, hata kama ni relationship, unaulizianga inaendelea aje juu you left. You want to know your impact. That is good also. Knowing your impact. Wengine unaacha kanisa unafikiria itakufa. Na unaanza kuuliza wanaendelea aje ndio ujue your impact. It is also good. Si after all wewe unajua impact yako. Lakini ukipata watu wameendelea. Kuna mwanamke mwingine aliacha mwanaume wake ndoa. Ile alitoka, kumbe was entrance of success. Huyo mjamaa akanunua shamba, akanunua mambuzi, akaendelea vizuri, akakuwa yote. Huyo mwanamke alipoulizia vile nyumbani kaendelea, akaambiwa wewe ni kama ulikuwa shetani wewe. Umetoka, mambo yamebadilika. Akarudi mbio. Kwa sababu ukiendelea hivi itaonekana dhahiri alikuwa ana impact pale. Na wewe kama mahali ulitoka kunaendelea vizuri, rudi mbio. Usije kuonekana ndio alikuwa shetani. Akarudi enjoy. Akaanza kutunza kwa sababu amejua mimi kusema ukweli ni kama mimi ndio sababu ya minus kwa hii familia. Hajawahi toka pale, nimekuwa mke mwema. Everything good, everything happens for our good. Hallelujah. Now, Elijah told God, I am the only remaining prophet. If I die, Lord God, you are done. Your ministry is dead. God told him, wake up Elijah, I have another ready man. Thousands of men, hundreds of men waiting. Let me tell you, whichever the position you are, whichever the position you hold, just know there are another man prepared and ready to take your position. Sio kama umenielewa? Mahali ambapo huko jua kuna watu wengine wako tayari sana kuchukua hiyo nafasi yako. Hata kama una perform vizuri aje. Hata kama wewe ndio yes sir. Jua ya kwamba that position God has prepared another man that are ready to take that position. Hallelujah. I want you to look at a football field. Wakati players are on field, there are supplements set as apart. Kuna watu ambao wamewekwa kando ku replace mchezaji ambaye atajikwaa. In the kingdom of God there are supplements aside. There are people set aside to replace us if we fail. You should know that God is very composed. He cannot fail. In his governorship, in his leadership, God cannot fail. He is very composed. He is very composed. God cannot fail. Hallelujah. Kwa hivyo ujue ya kwamba usiwahi fika mahali ukaanza kuringia Mungu, ukamwambia if I die, you are welcome. If I die. I gave you an example of another pastor died in Mtwapa. When I visited recently, nilipata wamebomoa ile kanisa, aliwaacha kwa kanisa ya mabati, wakajenga, wakanunua madrum set na ime-improve sana. Na nikasema kwa bahati, huyu mtu angefufuka na apate watu katika hii hali ambao wako, atahisi vipi? Maybe alifikiria kwa siku moja nikiondoka hii kanisa kuisha. Sijui ninahili nani. There is somebody must be healing somewhere.
Hallelujah. So Elijah, God told Elijah, wake up. I want to send you somewhere. Go and anoint another person to take over your ministry. The person saying saying, I am the only one remaining. God is telling him, raise up. I want to send you to another prophet in waiting. Jamaa amekuwa, nataka uone, Elisha alikuwa mzee, alikuwa kijana, na amekuwa prepared na Mungu kwa miaka mingi mpaka akakuwa mzee sana. Hallelujah. Unaweza kuwa hapa unafikiria uko useless, unafikiria kuna kazi unaweza fanya, ama ukafikiria umekwisha kufika mwisho. Kumbe Mungu anakuandaa katika kutake over nabii ambaye labda yuko. Hallelujah. Usidanganywe na watu eti kuna umri wa hii, kuna umri hii. Kwa Mungu kalenda ni tofauti. Nataka uangalie kalenda za Mungu na watu waliotembea nao. Abraham, uangalie Elijah, uangalie Elisha, angalia David, angalia Jacob, angalia hata Noah. Angalia watu wote Mungu alitembea nao. Vitu ambavyo tunaweka limit kwao hazikuwa limit. Qualification ambazo we acquire as men did not work. So whenever there is anointing, qualifications are different. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifika maandiko yanasema ya kwamba Elijah alifika akapata Elisha analima. Hello. Niangalie jamani. Maandiko yanasema ya kwamba Elijah alifika akapata Elisha analima na 12 pairs of cows, of bulls. Alikuwa analima. Maandiko yanasema kwamba aliziacha akakimbia. Nataka ufikirie. Kwenu nyinyi ni wakulima. Mwishalima na 12 pairs za ng'ombe. Na unafikiria ni shamba ukubwa gani? Inalimwa na ng'ombe vifungu 12. That is ng'ombe 24 zinalima. Na hao ni wafanyikazi 12 na watu wa kuweka mbegu 12. Kwa hivyo that was a ministry of agriculture by itself. Jamaa ameacha ministry of agriculture, anafuata mtu ambaye anaenda kwa barabara. Nataka usikie hiyo haikutosha. Alipofika Elijah akamwambia ya kwamba nataka nikuchinjie. Alichinja ng'ombe na akatumia hizo yokes kama kuni. Sijui kama umenielewa. This guy ameitwa na Mungu, lakini there is something that he was doing before he was called. Alikuwa jamaa senior ambaye anakomanda wafanyakazi. Au ni wale tumeona kama una afford kuajiri wafanyakazi over 24, it means they were about 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone ya kwamba in waiting, do not stay idle. Ambia mtu tunaposubiri upako usikae bure. You must be working. Hallelujah. And this guy, what made him to realize that Elijah was God sent, it is because he was in a waiting state. And he knew exactly what kind of anointing he is yearning for. Hallelujah. Alijua anasubiri na alijua anasubiri upako wa aina gani. Shida ni kusubiri na hatujui tunasubiri nini. Ingelikuwa wewe unafikiri mtu aache ng'ombe 12 anapanda kwa shamba, afuate mtu ambaye unafikiri walipita manabii wangapi? Kitu ya kwanza Elisha alijua na Elijah ni nabii wa ukweli. Kitu cha pili aliamua na akadesire kwa maisha yangu, I want to be like Elijah. Nimekuja nikuulize, what kind of anointing do you desire? Kwa sababu wewe kutaka tu upako. Mwingine nasikia anasema mimi nimepakwa na Mungu peke yake. Mungu ndiye alinimimenia mafuta, mimi siko.
Sinamiwa na damu. Basi sijibatize. Naanza kujibatiza. Mtu akiwa na kiburi aina hiyo anaweza kujibatiza. Akajimwagilia maji, akalinua na akajiita majina na akajiombea. Hiyo inaitwa one man guitar. Watu kama wao ndio wanaanzisha ministry za one man guitar, ambao wamemiminiwa mafuta na Mungu mbinguni. Shida hatu kuweko ukimiminiwa. Let me show you something. Elijah, after wamefuatana na yeye, alipofika alimrushia the cloak, alimrushia the mantle. Nataka uone vazi ambalo walikuwa wanavaa linakaa kanzu lirefu kama zile za mashopkeepers ama hao watu wa kutoa vitu kwa gari. Ilikuwa ina hiyo. Alipofika tu alitoa akamrushia. Kwa hivyo Elijah alikuwa strict kwa assignment yake, maana alijua mtu ni huyu, mahali ni hapa. This is the sign, this is the token of the anointing. Akamrushia na akajua no, this is the sign of the anointing that I desire. Twende. Akamfuata. Nataka uone walipofuatana, maandiko yametuambia ya kwamba aliambiwa arudi mara ngapi? 3. Anamwambia wana manabii, na nimesema kwamba alienda sehemu 3 na kila mahali alienda alipata the sons of the prophets. Who are the sons of the prophet? They were more than 50. Kitu ya kwanza Mungu anaponena na baba yao zao wanasikiaga. They know everything. By then God was so fluent to men because they were serious men. Hallelujah. Alipowafikia akaambiwa unajua ya kwamba mimi naenda, kwa hivyo wewe baki hapa nitakuita. Akadefy the orders of the prophet. Akamwambia kama Mungu wako ashivyo. Kitu ya kwanza anatambua God of Elijah. If you have a mentor, you should know they are God. If you have a mentor, you should know they are God. Which God they serve. Hallelujah. Do not follow blindly. Is they are God, you are God? If yes, the same God will serve you. Praise the Lord. And the Bible is calling Elisha, you are servants. Sons of prophets are telling Elisha, do you know that your master will be taken? So he positioned himself in a place of servanthood. He was serving Elijah. First service we see is Lewis bulls. Akaipika na akaitengeneza kwa ajili ya nabii. Hebu niambie ni nabii gani unamchinjia ng'ombe? Haleluya. Lakini siku hizi kuku ikichinjiwa mchungaji imekuwa issue. Mchungaji akikula kuku ni issue. Kuku. Yaani ndege. Unajua kuku unaweza kula peke yako. Kitu unaweza kula peke yako ikichinjwa, man of God. Siku hizi imekuwa issue. This guy alitambua the kind of anointing. Let me tell you, the kind of anointing you need will attract and will reflect in your sacrifices. The kind of anointing you desire will reflect in your sacrifices. And I want to repeat, the kind of anointing you desire will reflect in your sacrifices. Hallelujah. Amen. Ulika mtu sadaka zako zinaendana na upako ambao unahitaji. The kind of battle you are fighting will reflect in your sacrifices. So anointing is transferable whenever you submit to the carrier. You submit to your mentor. This was a mentor. Ingekuwa ni leo ungepata Elisha amefollow Elijah kwa all social media platforms. Angekuwa anamfollow, angekuwa anamlikia kila video. Ameua manabii ana like na ana comment.
Hallelujah. Ana view kila video na ana post kwa status. Bwana Yesu asifiwe. So there is attachment. Attachment is needed in the transition of the anointing. You need to get closer to men of God, to your mentors. You need to get close. You need to be attached. Whatever that is happening in their lives must be updated. You must be kept or updated. Hallelujah. Yeah. And the cloth, which is the cloak, ambayo alimrushia, was the token. There must be a token of the anointing in your life. Na siku hizi watu wanaamini tokens kuliko anointing. Hallelujah. Yeah. Tokens of the anointing, tokens of prayer ni vitu kama vitambaa. Zilitumika kwa Biblia. Maji, mafuta, nguo, ni vitu ambavyo ziko normal sana na zimetumika kwa Biblia. But do not idolize them. Do not idolize tokens of faith. Do not idolize mantles. There is spiritual impartation after mantles. Praise the Lord. Amen. Wewe kama uko na kitambaa ukilala lazima unajiekelea, unaniambia nilinde. Na tofauti na mwenye amekuwa kairizi na kamganga na akaambiwa hii weka kwa kipochi. We should not idolize them. This is the token. Na kuna mahali unafika kiimani unaacha kutumia hizi vitu. Kwa hivyo kama uko hii ni level na itapita. Imani ikigrow unaanza kutumia inbuilt faith. Unasema hakika ninajua leo nitalala vizuri na nitaamka vizuri in Jesus name. That is faith. Without cloth, without anointing. Nilifika kwa dada mwingine nikapata ukuta huko na matone. Na nyumba ni mpya ndio wameingia. Nikamuuliza, kwani ni nini hizi zilikuwa tunakojolea ukuta? Akaniambia ni anointing. Pastor lazima nimwite hapa atakase, amerusha paka kila kitu, ukuta imekaa kama fisi. Ni fisi ama ni chui? Imekaa matone. Ni anointing. Anaamini kwamba amelindwa. Nilifurahi sana kwa sababu ni mtu anakuwa katika imani. Kama kwako kuna vitu kama hizo, usijidharau, uko katika right channel ya kugrow. Ukikua utaacha. Hallelujah. Amen. Ukikua utafanya nini? Utaacha. Kuna leo utafika na Mungu tu ujue kumbe kuna Mungu ambaye akai kwa chupa. Kuna Mungu ambaye akai kwa ukuta. Sasa ukiweka kwa ukuta na barabarani, mtu ambaye anabeba chupa ya anointing oil ni sawa na mtu anabeba bunduki barabarani. Wacha nikupatie hatari ya kubeba mafuta au vitambaa vya kuombewa. Hatari moja, utakapoitia kwa kipochi, kuna mtu alinenea maneno mahali na yale maneno yako na nguvu kwa ulimwengu wa roho. Na shetani anaoperate katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anaona kuna kitu kingine ambayo haitoshani nguvu na wewe umebeba. Kuna kitambaa mahali ya nabii fulani, anaona hapa kuna harufu ya nabii fulani lakini huyu siye. Hallelujah. Amen. Imani yako bado iko kwa hapa. Na yeye shetani ako after you. Na hiyo ni bunduki ambayo umepewa ambao hujui kukoka. Leo nikikupatia bunduki labda uchape mtu nayo hivi kama kiboko. Kwa sababu hujui inashika wapi wanajishoot. Ni sawa na kupatia mtu ambaye imani yake ni ndogo kitambaa kiko na mafuta ya kuua wachawi, lakini capacity yako kama mtu haujafikia kiwango kile. Kwa hivyo shetani atakapokuona atataka kumalizana na wewe kwanza. So you attract battles. And that's why watu wamekwisha katika mikono ya waombezi. Na mwisho tunasema ni wabaya. Si wabaya, ulibeba bunduki na hujui kushoot. Nadhani nimeeleweka. Si after something
Vita vya wachungaji sipigani. Nataka nikuelimishe ili ujue ukibeba kitambaa uweke kwa kichwa na ukisahau uende kazini, ujue Mungu wako amebaki nyumbani. Shaona mwingine anakimbia mbio kurudia kitambaa. Nimesahau kitambaa. Basta, unafika kazini unasema boss, kuna kitu imeharibika nyumbani. Kumbe ni kitambaa umesahau. Hallelujah. Amen. Nataka uone mfano wa Elijah na Elisha. Elisha alipopewa ile nguo, alijua haijakwisha. Na wana manabii wakamwambia baki, akasema sibaki. Elijah akamwambia bakia, akasema sibaki, twende. Kwenye unaenda ndo ndaenda. Mungu akamtuma sehemu 3 wakienda wote pamoja. That was attachment. Hallelujah. Lakini huyu jamaa angekuwa fala, angejua nishashika nguo ya huyu jamaa basi, mimi niko nayo, wewe nenda. Angepata spiritual impartation. Walipofika sehemu ya 3, Elijah mwenyewe ndo anamuuliza sasa, niambie unataka nikufanye nini? Angeuliza hivyo angerudia sehemu ya kwanza. Kwa hivyo katika maisha kuna watu watataka urudi mapema kabla hujapata kile ambacho unataka. Kuna watu watataka kukuchomoa kabla impartation ya spirit haijakuangukia. Hallelujah. Amen. Ambia mtu after ushapata kitambaa, jua kuna upako wa Roho. Hallelujah. Amen. So maandiko inasema ya kwamba akamuuliza, nikufanyie nini? I am about to be taken. Hallelujah. Amen. Nataka nikwambie, huyo mtu ambaye amekuwa Godfather, hiyo kazi ambayo unafanya unategemea, hiyo huduma, hiyo mafuta uko nayo, kila kitu kiko na siku yake ya kufika mwisho. Unafaa ushikilie Mungu wa next chance. Kumbuka vitu ambavyo unafanya leo ikiwa vinaisha, Mungu ana mpango mwingine wa kesho. Hallelujah. Amen. Hiyo relationship miaka 3 ilipita, nilipoteza watu wa maana katika maisha. Watu ambao walikuwa natembea na wao. Watu ambao nilikuwa najua kama ni mambo ya maombi tutasaidiana. Watu ambao nilikuwa najua kama nikiwa na haja ya dharura ninaweza kuitana na nikaitikwa. When God wanted me to mature, He took them away. Aliwatoa kwa maisha yangu. Now when I tried to fix the relationships, it became worse. Watu ambao nilikuwa nawapenda tukakosana, na ilikuwa divine mkosano. Shona mkosano wa kiungu. Hallelujah. Divine means godly. Bwana Yesu asifiwe. So mkosano wa kiungu, na inakuwa nikitaka kufix relationship ndio inaharibikia. Sijui kama kuna kitu wa majenzi wanaita kusimu. Sympathizing. Bwana Yesu asifiwe. The more unajaribu kubehave na wewe, huyu mtu atakuelewa na kurudisha kwa maisha yake, ndio anazidi kukuchukia. Kumbe kile umefanya kusimu ndio ulikuwa unakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu akawatoa, na nikaanza safari yangu. And I knew that I'm alone. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utafika watu ambao unawaamini, watu ambao unawakumbatia, watu ambao unaona mtatajirika pamoja, watu ambao unaona mtahubiri pamoja. Mungu atakutoa cha lazima pale na atakukosanisha na wao. Ukitaka kurepair hizo relationship haitawezekana, kwa sababu Mungu kuna kitu anataka akufanyie ndio ikujitwalie utukufu yeye mwenyewe. Wakati vitu vimefanywa na watu wanajitwalia usipotasema tulimsaidia. Lakini wakati Mungu, God is about to bless you, to fix you in a place where He wants you to be, He will take away all your supporters. Hallelujah. Amen. Na hii kitu imekuwa ikiatu wanawake. Wajua wanawake wanakuanga emotional. Wakati watu marafiki wanaanza kujitoa kwa maisha yako, unaanza kujiona kama ambaye kuna kitu umeanza kukosa. Wanaanza kuona ama sifai. Wengine mpaka wanaenda kwa kioo kujiangalia. Niliona msichana amekaa kwa kioo
Nikamwambia mbona unapenda kukaa kwa kioo sana na si makeup unafanya? Akaniambia anaangalia amekosa nini. Ndio maana wanaume wanamwacha. Ni nini nimekosa? Sasa kama wanakuacha sio ndio ungeuliza. Kioo haitakwambia. Anaangalia ni mashavu, unaona anafinya shavu. Ni kama anataka kujiumba upya. Nikamwambia you are just beautiful. Hiyo inaenda sio ya kwako. Jua unahitaji nini mwanzo. Kile kitafanya udate wanaume 20 ni kwa sababu hujajua kweli unataka nini. Ukiona ishara za kitu ambayo hujaitamani, pea nafasi isonge mbele. Next patient. Yes. Ukiona huu rafiki kusema kweli ni kama najiforce, wachana nayo iende. Next patient. Labda hata hawa watakusaidia. Mungu anataka ukae na watu ambao ukianguka watakuinua, watu ambao watakuencourage, watu ambao wako na vision ambayo uko nayo, watu wako na roho ambayo uko nayo, watu wamebeba mimba ambayo uko nayo, watu wanaenda kwenye unaenda. That is the will of God in your life. Ukiona Mungu ametoa mtu kwa maisha yako, do not lament. Usikimbizane nao, usitake kujieleza. Wacha waende vile walikuja. Hallelujah. Hata utakosana na ndugu zako, utakosana hata na wazazi, watu watakuinukia, utakuwa umebaki peke yako. That is time God to manifest in your life. Wakati utaona watu wanapendelewa, watu wanapewa mpaka off, watu wanapewa mpaka uniform, utabaki. Jua you are a special person and your destiny is not their destiny. Mahali unaenda, sio kila mtu anaenda hapo bwana, sio shule. That's why safari ya mbinguni I always tell people, you are sent alone. You will go in heaven alone. Your name will be called. You will be answerable before God. So, do what God wants you to do and then live the life that God wants you to live. Mbinguni hatuendi kigurupu. Unaona mtu ni msherati na wewe unaanza kuwa msherati kama wewe, mtachomeka na moto wake na uchungu wake ni wake na wako ni wako. Fulani anachelewanga saa 6, hata mimi nitaanza kuja saa 6. My friend, kiboko yake labda yeye ameweka mattress huko. Akitandikwa hapo na shock absorbers. Kiboko absorber. Wewe utatandikwa vitazio yako, jitoe. Watu hawaombi na wewe unajoin. Watu hawatoi fungu la 10 hutoi. Watu fulani akitoa ndio nitatoa. My friend, ile kuisha utaisha, utateseka peke yako. Maisha ni personal. Hata kama umeoa, hata kama uko na watoto, kuna maisha yako. Kama uko na familia, wazana na familia pia kuna maisha ya wewe mwenyewe. Ndio maana umekuja hapa. Ndio maana umeokoka. Ndio maana unaomba. Make your choices according to your destiny. Hallelujah. So Elijah ameambiwa, anamuuliza nikupatie, unataka nikufanyie kitu gani? Akamwambia I want your double portion anointing. This maandiko inakuwa mistaken. Watu wanamwambia nataka double portion, yani upako wako mara 2, sio hivyo. Aliomba fungu 2 za upako wa Elijah. Fungu 2 tu. Double portion. Akamwambia nikatie tu kama ulikuwa unaponya watu 100, nipe 2 tu. Wanalitosha. Kuna kanisa lingine niliingia Baburi Friday. Kanisa nilitamani kuleta kitanda hapo na kila kitu yangu nikaage hapo. My friend, kuna makanisa nilikuwa na David. Tuliona kanisa umeingia unasikia Mungu yuko hapo na hakuna watu. Unajua kumbe kuna makanisa Mungu huja na kuna mengine Mungu ukaa pale. Hallelujah. Kanisa iko rangi inakubali. Curtains ni zile zinakaa zimeshuka mbinguni. Floor inamopiwa inakaa unaweza pakuliwa chakula pale ukakula. Viti visafi. Yaani kila kitu iko in order. My friend. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua kumbe destiny ya mwingine, maisha ya mtu kwenye anaishi leo ni destiny yangu. Hallelujah.
Ona hiyo maisha unaishi, kuna mtu anatamani kuyaishi sasa. Yaani anaomba Mungu, nipe nikae kama maisha ya Chris. Bwana, nikikaa kama John, ni Bwana nitakushukuru. Na wewe unaomba, yaani it is a chain. Maisha ni nyororo, tunafuatana tu mpaka siku ya kiyama. Mwanadamu hataridhika. Kama unasubiri kitu fulani ifanyike ndio uanze kutumikia Mungu, wewe jua ya kwamba hautawahi kutumikia. Kama unasubiri dini kwa mahali ibane ndio mtolee Mungu, my friend, wewe utakufa bila kumtolea hata Mungu. Inaanza na kile ambacho uko nacho sasa. Uwezo ambao uko nao sasa. Anointing ambao uko nayo sasa. Hadi ile siku nitakuwa na upako ndio nitaenda kuhubiri open air hapo nje ndio. My friend, anza leo. Na ikiwezekana after service leo. Huo upako unakujanga kama unalima. Elijah amepata kwa kazini, ameacha kazi. Hakupata amelala. Kitambo kuna wewe wokovu ujinga. Acha niwite hivyo. Au kwa Mungu. Watu walikuwa ndugu akiokoka, anaamka asubuhi anaoga, anajipaka mafuta na anachukua Biblia saa 2 asubuhi. Anakunywa chai na Biblia. Anarudi kwa nyumba akishiba chai na sio yake ya mamake. Anaenda kuomba raba kata, ana vibrate mpaka lunch. Anatoka na Biblia, anakula lunch na Biblia. Anarudi revival kanisani. Wanakesha, anatoka huko saa 6, anakuja analala kesho mpaka saa 2. Na anasema nasubiria Mungu wa muujiza. Bwana atafungua milango ya baraka na pesa. Pesa zipi? Watu saa hii waliacha Mungu. Hata nikwambie ukiwa mwokovu hivyo, utachoka na utaacha Mungu. Ukiona mtu akona mapepe hiyo na wokovu ataacha Mungu. Kwa sababu utasubiri muujiza na utaupata na utaona Mungu ni mwongo na utagive up na useme Mungu si wa kweli. Ani watu waliodanganywa najua mliwaona. Kuna mtu wangu mmoja alikuwa anatolewa kila kwa nyumba na kiboko. Ati anaomba mpaka saa 3, nao nyumbani saa 3 utafaa kushalima sehemu inatoshana na hii kanisa. Wenzake wako shambani, yeye anaomba tax. Kaambiwa sasa wewe hizo tax utajiwana. Kuna Wakristo wanalala tu na anajua anasema Mungu walisha katika usingizi wao. Sio wote. Sio wote. Haleluya. Watu warauke. Watu wafanye kazi na mikono yao. Mungu akikuita akutoe kwa kazi, anza huduma leo. Ile unafanya shikilia, tafuta hata kama ni kuosha kanisa kama Yesu akija akupate umeinama, akuite, aseme this is and working man. Haleluya. Amen. Housewives, hello. Huyo wajua bwanako mpaka ufanye kitu na wana bibi yako ndio hataki kufungulia kazi. Wewe demo unakaa hapo nyumbani tu, anakuona kazi unaweza ni hapo kaa nyumbani. Na utashtukia uko silisti. Ndio unaanza kusema nianze biashara. Jichangamshe mwanangu. Jichangamshe, jishughulishe. Wacha akitoka hapa, acha nikwambie. Siku moja nilipenda tu nikae, my wife akae nyumbani, akae tu. Maana nikija napata kila kitu iko tayari, maji kwa bafu. Kumbe yeye hataki hivyo. Zile pesa namwachia. Siku moja nikafika. Nikamwona vile yuko na amechoka na kama ametoka mahali. Nikamuuliza bwana umetoka wapi? Ni kazi, natoka kazi. Kazi gani? Tajua tu. Nikiangalia hii nyumba hakuna kitu kinakuzika, hakuna nguo, hakuna viatu. Baada ya siku 2 ndio nikapata mayai. Kaniambia nimekuwa nikiuza mayai. Huko nje nawapatia mayai. Anapika mayai. Na mimi nimeuza kila siku crate moja. Niambia hiyo biashara sitaki. Aenda basi kumwambia kazi. Mtaki nisema nipe kazi. Haleluya. Mwingine anaambiwa kama mwanako anataka kufungulia kazi, pika uji upeleke huko kazini kwao.
Wazie uji, ikiwa karibu kuisha mpelekee kikombe ya mwisho bwanangu. Shika hiyo teremsha. Na uniokotee vikombe. Atakuja na plani za maisha. Atakuja na plani nzuri ya maisha. Nzuri. Ako na plani, ni vile hujamuonyesha hapo. Kana yake ameficha. Wewe don't risk. Kifukuza usije kwangu. So there is power in submission to the anointed men of God. Wapendwa, si utumwa kuisema yes sir kanisani. Watu ambao wako juu yetu, watu ambao tunawaona wabeba maono. Kuna upako tunaupatanga tu kwa kusubmit, wakati tunawanyenyekea, wakati tunawabeba kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali makanisa yamefika hakuna heshima, si ndio? Ukitaka kujua hakuna heshima, viti vyetu chenye umekalia na cha pasta kinafanana. Mbona fikiri hapa tunaye? Hatuna. Viti hapa na pasta sinafanana. Ni nini sasa special? Inafaa kuanza kumanifest kutoka chini, kitu ambacho kinaonekana. Mtu akija kupanga hizi viti, atapanga zile za green huko mwisho ama popote, kwa sababu hawani tofauti. Lakini akipata viti mbili nzuri, atasema hii lazima ikuwe ya pasta. Hapa sasa hivi wanakunywanga maji na chupa hivi. Kuku na wewe kuku. Makanisa mengine yako na jagi, yako na glass. Na kuna mtu special wa kufanya hiyo service. Lakini tuko hapa tunataka upako. Anointed. Hema baba shanta. Tunaomba mpaka tuna vibrate. Oh yeah. Kuna safari. Mpaka ulime. Kama uko na pea mbili bado hizo zingine 10. Zitafika 12. Ndio ujue. Kuna kijana mmoja alitaka kuachiwa urithi na baba yake. Baba yake alikuwa tajiri. Na akawa ni wale vijana mama's boy. Mama's boy halo uzuri ikija wako watu wanajishughulisha. Msichana usiolewe na mama's boy. Ukisikia kijana anasema mama mara 3 mkiongea kwa conversation, bloko hapo na uamuke uende. Sawa, ngoja. Wewe ile kijana ile kijana akaambia babake, nataka unikatie utajiri wangu. Kwa na maplot, kwa na magari. Nipatie hata gari 2 ni manage na mimi nijijenge. Akamwambia nitakupa mwanangu na kupenda. Ila nitafutie shilingi 10,000 niletee hapa. Zako za jasho yako. Kijana akatoka baada ya masaa machache akarudi. Ameenda ameambia mamake, unajua mama mnaharibu watoto sana. Anambia mamangu, dili imeivana, anataka 10,000. Mamake akamwambia shika. Akamwambia dali, nilikuwa hata nazo tayari, shika. Akamwambia ndio hizi, alikuwa anaota moto. Akaziweka kwa moto. Akamwambia nimekwambia jasho yako. Akauliza mzee amejua vipi? Akaenda tena akamwambia mamake, nipe ni by time nitoke nipotee siku 2 3 4, nikirudi nimwambie nimetoka kazi. Wakafanya hivyo pompa kwa moto. Akamuuliza mzee anajua vipi hizi pesa si zangu. Akarudi tena, akabidi sasa atafute kazi. Atafuta kazi. Ya kwanza alipopata ile pesa, ilikuwa karibu kutosha, akatumia ikaisha. Mara ya pili akatumia ile pesa, ikawa rent inaitisha, akalipa. Mara ya tatu akasema hata kufe nani, hii pesa naenda nayo. Kapelekea babake. Hiyo sasa imepita zaidi ya miezi 3. Aliporudi babake akachukua pesa akamwambia, hii hata naeka kwa moto. Akamshika mgongo mjuzi yake akasema kwa moto. Usiweke ili kupe nienda nayo. Akamwambia yes, hii ndio pesa yako. Unaona venye una uchungu nayo? Ndio yako. Nitakupatia chenye unataka. Umequalify kujua uchungu wa mali. Zile si zako nilipotoka kwa moto uliondoka. Lakini yako uliokota kwa moto. Ukaogopa kuchomeka. Hello. Am I communicating? Kwa hivyo posha, jiweke katika nafasi ambayo Mungu akitaka nabii utapatikana. Unajiweka kwa utakatifu, unajiweka kwa kusoma Biblia, kufunga na kujua
hadhi yako. Determination, strong belief. Kama Elisha angekuwa na strong belief na determination ya chenye anataka, angerudi mara 3. Maandiko yanasema akapata 50 men. Sasa wanaume 50 wanamwambia your master is going to be taken. Just go back. Anasema no. Najua nyamazeni. Inajaribu mtu ambaye ana msimamo kuambia watu 50 ninajua nyamazeni. Unajua bwanako ana mpango wa kando, najua nyamazeni. Kwa sababu you know you are after what. Lakini leo ukiambiwa hivyo uniambie uko na namba hiyo mwanamke. Dawa nang'ali waambia vizuri, akawaambia dawa ya cheating man sio yule, ni wewe. Alitokaje hapa? Na huyo ukimpigia simu utapigia wale wengine uone. Ili na mtu wako ndio akona ugonjwa, aache kupenda. Akiacha wapendi hawatapendeka. Sawa na wanaume wenye tunaenda kupigana na mwanaume juu ya msichana. Msichana wangu nimechumbia, mbona uko na namba my friend? Dini na huyu. Kwa nini anakubali? Haleluya. Kwa hivyo kufikia hapo, ukuwe na msimamo na ujue unataka kuwa nini katika ndoa. Ni mwanamke sampuli gani? Ni ndoa ya aina gani? Ni anointing ya aina gani? Na iko na nani? Na uanze kusubmit kutoka kwake. Shida leo maenders wetu wako online. Wengine wako South Korea, wengine wako Uganda, hawatujui na hatuwajui. Hebu niambie tutakutana wapi? Hello. Sikiza hao watu vizuri, wako na maneno mazuri, lakini mentor wako yuko out, yuko within, yuko around. Huyo unadharau tu. Huyo mwenye ana gari, huyo anakaa venye hutaki kukaa, huyo. Hallelujah. Be purposeful. Kuwa na kusudi. Kuwa na kusudi. Leo umekuja kanisani, purpose yako ni nini? Hiyo kazi unafanya, purpose ni lini? When do you want to retire? Kuna kijana mmoja aliniambia mimi nimepanga at 45 nimeretire, nimekaa nyumbani. Hallelujah. Unapanga kuretire lini? Ama hata kazi hujaanza? Unataka kuretire na hujaanza kazi? Unaweza ukajiajiri na ukajipatia retirement with retirement benefits. Hallelujah. Kwa hivyo anza kupangia maisha yako. Usiishi kama ambaye tuko kugiruki group ambacho tunaishi maisha yako. Maisha ni yako. Haitegemei mtu yeyote yule. Vile utayapanga, Mungu ndiye atakuwezesha. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Transition of the anointing. Upako, it is transferable. Inaweza kutoka kwa mtu kuingia kwa mtu mwingine. Ikiwa utasubmit, ikiwa utastick to your purpose, ikiwa utakuwa na maamuzi na imani ambayo isiyotingisika. It is possible. Usigive up.